Ni kweli, katika mapambano ya kuikomboa Jamhuri ya Kenya kutoka kwa mikono ya mkoloni, mashujaa wengi walijitokeza na kujitwika jukumu la kumng'atua mzungu nchini kwa udi na uvumba. Ila kati ya mashujaa hawa wengi walikuwa wa jinsia ya kiume. Wanawake kazi yao ilisalia kuzitunza familia na kulea watoto, huku waume wao wakijitosa misituni kulipambania taifa. Lakini kuna wake walikwenda mkabala na matarajio ya jamii na kujitosa vitani dhidi ya wakoloni, ikiwemo ni Muthoni Kirima katika vita vya Mau Mau, pamoja na shujaa Mekatilili wa Menza kutokea katika jamii ya Giriama, ambaye aliamua kujitolea kufa ila asiishi nchini kwao kama mateka wa mkoloni wa Uingereza. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunakuletea kisa cha shujaa huyu wa kike Mekatilili wa Menza aliyelitishia jeshi la Uingereza kwa kiasi kikubwa kwa mdomo wake na mapambano yake katika kupanga mikutano iliyopelekea jamii ya Giriama kuweza kuyasi mikakati iliyowekwa na serikali ya ukoloni kule katika sehemu za ukanda wa pwani. Kulingana na vitabu kadhaa vya historia, jina lake kamili lilikuwa ni Mnyanzi wa Menza, ila halitambulikana na wengi kama Mekatilili wa Menza au Mekatilili. Alizaliwa mwaka wa 1860 katika kijiji cha Mtasara wa Tatu kilichopo sehemu ya Bamba, kaunti ya Kilifi, akiwa ni binti pekee katika familia ya watoto watano. Kulingana na kumbukumbu za historia, nduguye Mekatilili wa Menza aliyetambulikana kama Mwarandu alitekwa nyara na Waarabu na Waarabu hao ambao walikuwa wakifanya biashara ya kuuza mateka na nduguye hakuwahi kuonekana tena. Jambo hili lilikuza chuki ya Mekatilili wa Menza dhidi ya wazungu waliokuwa wameanza kuingia na kukita kambi katika ukanda wa pwani, na pia Waarabu ambao walikuwa wakifanya biashara kule sehemu za pwani. Mekatilili wa Menza alianza upinzani dhidi ya serikali ya ukoloni mapema miaka ya 1900 samani, ama niseme miaka ya 1900, baada ya wazungu kuanza mafunzo yao katika jamii ya Giriama. Hapa Mekatilili aliona mafunzo haya kuwa mwiko na mila na desturi za watu wa Mijikenda, so jamii yake ya Giriama. Ila alijitosa katika siasa baadaye kikamilifu mwaka 1913 pale aliyekuwa kiongozi wa ukoloni sehemu ya Giriama Hadha Champion alipoita mkutano wa umma tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 1913, August 13th, 1913, na kutoa matakwa yake pamoja na ya serikali ya Uingereza kwa jumla kwa jamii ya Mijikenda. Mekatilili alipinga vikali wito huu hadharani, aswa kwa yale Champion aliwataka wakazi wa Giriama kufanya. Mekatilili aliapa kwamba hatamsikiza mkoloni yeyote, hivyo serikali ya wakati huo kutoa hilani kwa kampuni zote kutompa ajira Mekatilili wa Menza katika serikali yao. Mekatilili akiwa mzaliwa wa jamii ya Giriama kama mwanamke hakuwa na mamlaka wala usemi wowote katika jamii hii, ila maana alikuwa mjane na jamii ya Giriama iliwapa kipaumbele wajane. Mekatilili alipata sikio la wachache, hivyo kupitia kusakata densi kwake, maana alikuwa gwiji wa kucheza densi ya aina ya kifundu ambayo ilichezwa kwa mazishi,
alianza kuvutia umati na kuwa na wafuasi wengi waliompa sikio, maana aliamua kutembea kutoka mtaa mmoja hadi mwingine kule sehemu za kaunti ya Kilifi, ndipo kuweza kucheza kifundu na kuweza kuwavutia watu wengi sana. Na watu hawa waliapa kufanya kazi ya kupambana na mkoloni kwake Mekatilili wa Menza kuwa rais. Ina maana Mekatilili aliwasuta watu wale dhidi ya serikali ya mkoloni. Baada ya Mekatilili kugundua kwamba jamii ya Mijikenda kwa wakati huo ilikuwa inamwamini, Mekatilili pamoja na mmoja kati ya viongozi wa Giriama akitambulikana kama Mwadori walipanga mkutano mkubwa sana uliofanyika katika sehemu ya Kaya Fungo, ambapo waliwapa na kuwanywesha kiapo wa Giriama na pia watu kutokea katika jamii zingine zilizohusika na ukoo wote wa Mijikenda, ambapo waliapa kutotumikia serikali ya ukoloni katika kiapo hiki kilichotambulikana kama the Mkushekushe Hodha. Na watu hawa waliapa kwamba wangepigana kumng'atua mkoloni nchini katika the GIRIAMA uprising. Baada ya tukio hili, serikali ya ukoloni ilighadhabishwa na matukio ya Mekatilili wa Menza na kuanzisha vita dhidi ya jamii ya Mijikenda na kunyakua mashamba yao pamoja na kuchoma boma zao, haswa zile za Wagiriama zilizokuwa katika sehemu ya Kaya Fungo. Hili lilichangia katika kuzima mwanzo wa the GIRIAMA uprising ambao ulitambulikana kama kondo ya chembe kwa lugha ya Kigiriama. Mekatilili pamoja na viongozi wengine wa Giriama walikimbilia mafichoni, ila bahati ilimponyoka Mekatilili wa Menza tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 1913. On the 10th October 1913, na kupelekea kukamatwa kwake na kufungwa kule sehemu za Kisii kulingana na stakabadhi za ukoloni. Baada ya miaka 5 gerezani, Mekatilili aliponyoka na kurejea kwao kule katika kaunti ya Kilifi na kuendeleza harakati zake za ukombozi. Inaaminika Mekatilili alikwepa gerezani kule Kisii na kutembea zaidi ya kilomita 1000 mpaka kwao nyumbani, ndipo kuweza kuendeleza harakati zake za kuweza kumkomboa Mgiriama kutoka kwa mikono ya huyu fidhuli aliyejitambua kama Mwingereza aliyekuja akijifanya kana kwamba alikuwa akimsaidia Mkenya, ila lengo lake kuu lilikuwa kumdhulumu Mkenya na kuweza kuiba mali yake. Mekatilili wa Menza aliendelea kuweza kufanya kazi yake ya ukombozi kule sehemu za Kilifi, ila baadaye, miaka chache baadaye kutokea alipoweza kuepa gerezani, Mekatilili wa Menza alikamatwa kwa mara nyingine na kuweza kutupwa gerezani kule katika jiji la Kismayu lililopo katika nchi jirani ya Somalia. Kule alikaa kwa muda, ila maana alikuwa gwiji wa kuweza kuepa kutokea gerezani, maana alifanya jaribio lake la kwanza ambalo lilifua dafu kule Kisii. Aliweza kukwepa gerezani tena kule sehemu za Kismayu na kuweza kutembea tena kwa zaidi ya mwezi mmoja mpaka aliporejea nyumbani kwao kule kaunti ya Kilifi na kuendelea kupigana na mkoloni. Ileo Mekatilili wa Menza anasherekewa kama mwanamke shujaa ambaye hakutishwa na silaha za mkoloni, na kupitia sauti yake aliwapa nguvu wa Giriama kujikomboa kutoka kwa mikono ya ukoloni. Inaaminika Mekatilili wa Menza aligonjeka na kuweza kuiaga dunia mwaka 1924. Aliaga dunia mwaka 1924 na kuzikwa sehemu ya Bugale iliyopo eneo bunge la Malindi. Leo Mekatilili wa Menza anakwenda chini katika vitabu vya historia kama mwanamke ambaye hakutishwa na mtutu wa bunduki
wa Mwingereza na kuamua kuipambania jamii yake. Tunasema hail to Mekatilili wa Menza kwa kuanzisha the GIRIAMA Uprising. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Kipindi hewani kinachoondoka ni The Drums of History. Mimi niite mtangazaji wako mpendwa FK Mwenda. Usibanduke kabla huja subscribe katika chaneli yetu.